Tisaru ekstrava sautia ziyada. Elimu ya kijiweni usidharau ndani yake. Habari za hapo jamani? Salama kwema? Kwema. Nimemkuta sio mwenyeji. Mwenyeji yupo lakini kaendea kinywaji ndani. Okay. Karibuni jamani. Mida Johari. Habari za huko? Ndio sisi. Kimya kimya. Karibuni jamani, tujiangu karibu ndani kijiweni. Jamani leo mtani mmoja kashata leo kachelewa kunitegemezea. Kwa hiyo mpaka baadaye kidogo. Kweli hapo sababu mimi nimekuja leo ndio maana kashata hamna. Hamna, unajua unaopenda kashata dadangu hata usijali. Hapana, mimi nadhani kashata sio muhimu sana. Kama kuna ndugu yangu hapa Mr. Iko naona kama leo amekuja video tofauti kidogo. Kama mimi namuona, yani hayuko sawa kabisa eti. Mr. Iko, hebu tuambie una tatizo gani leo? Maana naona ujio ule kuja nao ni tofauti. Pia kuna vitu vingine usema kanavyo kichwani ufanyie ufunuzi peke yako, utajikuta unapata hasara. Tuambie tu kweli. Ni kweli kabisa Iko. Unajua ndugu yangu Mr. MK, Mimi changamoto kidogo katika ndoa yangu. Kwa sababu mimi nina mpango wa kuongeza mke wa pili. Ndio. Lakini swala hili mke wangu alitaki kabisa. Yaani hataki kusikia. Kikweli ndio swali linalonichanganya. Kila nikimwambia mada ya kuongeza mke wa pili, anakataa. Pia nikiangalia hata kwenye vitabu vya dini vinaruhusu, tumeruhusiwa sisi watu wa Kiislamu. Haba ungejaribu kumpa muda kidogo. Huenda akakuelewa zaidi. Ambacho sijaelewa ni kwamba yaani yeye amekataa tu pasipo sababu yoyote, amekataa tukaamua kataa. Hataki niongeze mke mwingine. Wakati kwenye vitabu vya dini tumeruhusiwa kuoa mke wa kwanza, mke wa pili, mke wa tatu mpaka mke wa nne. Lakini yeye hataki. Na ukiangalia sababu za msingi ni zipi ananikatalia mimi nisioe mke wa pili? Hakuna. Yeye sio mjinga. Mimi nahisi na yeye labda huenda alishakaa kaangalia. Wakati niko mmoja ni hivi. Tukiwa wawili je, ataweza kweli huyu bwana? mimi nahisi hapo hakuna changamoto yoyote ile. Ila wivu wake tu ndio unafanya mimi asinikubalie jambo langu. Kwa nini vitabu vinaruhusu? Dini inaruhusu yeye anikatalie? Huenda na yeye ameangalia changamoto mlizonazo. Na inawezekana ndio sababu, kwa sababu unajua watu wengi sana kama ushafuatilia, tuna asili ya kujiangalia tu sisi kwa faida yetu sisi. Hatuangalii kwa wengine itakuwa vipi. Umeona? Hebu nisikilize vizuri Mr. MK. Labda tumuulize Momo hapa atusaidia. Eti mimi na swali tu dogo kwa. Unaweza ukaniambia ni sababu zipi wewe kama mwanamke unaweza kumzuia mume wako asioe mke wa pili? Inategemea umemwambia katika mazingira gani. Labda umekurupuka kumwambia hujampanga. Unajua mambo hivyo yanatakiwa ende ngazi kwa ngazi na unatakiwa utulize kichwa kumwambia mke wako kama unataka kuongeza mke wa pili. Lakini kama umekurupuka, ndugu yangu, hata mimi siwezi kukubali. Unachotakiwa wewe, kaa chini na mke wako, mueleze taratibu na imani atakuelewa. Sababu kama ni muelewa atakuelewa. Au sio dada Joy? Ni kweli unachosema. Kiko sawa kabisa. Maana unaweza kukuta alifika tu, mke wangu nataka nioe. Inawezekana kama vile hadi yeye sasa ndio kila kitu yani.
Samahani lakini kakaangu, kwani wakati unamwambia kile kuhusu kuongeza mke wa pili, je, ulimwambia kwenye mazingira gani? Mimi nilimwambia katika mazingira tu ya kawaida, na nilimweleza moja mpaka mwisho. Nilimweleza katika tu hali ya kawaida kama mume wake, namweleza kwamba mke wangu mimi ninahitaji kuongeza mke wa pili. Ni sawa, lakini unatakiwa ukumbuke kuwa wakati mwingine sisi wanawake kwenye jambo la kuongeza mke wa pili inakuwa inaleta ugumu sana katika ndoa. Kwa hiyo unatakiwa utumie kina kubwa, na ikiwezekana ungetafuta viongozi wa dini kwa kushauri kabisa, ingekuwa vizuri zaidi. Ama unasema jambo gani? Ndio, huenda labda kangata changamoto za kiuchumi, anaona huko sawa. Hebu nisikilizeni kwa makini. Shida sio changamoto za kiuchumi wala changamoto zozote zile. Shida ni kuongeza mke wa pili. Unajua yule mtoto wa Kiislamu anaelewa kabisa kwamba dini inaruhusu kuongeza mke wa pili. Sababu iliyofanya akatae ndio mimi naitaka ni nini? Hiyo sababu unayotafuta wewe na mimi ndio hiyo naitafuta. Basi sasa hicho ndio ungekaa naye ukamuuliza kwa nini unanikatalia na dini inaturuhusu. Tatizo sio hilo. Maana hata dini inasema wanawake tunawafikishia tu taarifa, sio kuwaomba. Maana hilo swala limeshahalalishwa na dini. Ndio. Lakini yule, kumbuka, nani mwanadamu kama wewe, ana moyo kama ulionao wewe. Jitahidi sana kumconvince aelewe maana yako ni nini, sio tu kumpa kufikia na nataka kufikisha. Usifananishe wanawake wenzi hizo na sisi, tuko ulimwengu mwingine kwa sasa. Wewe nisikize vizuri Mr. Mkezi. Hivi unazifahamu hadithi vizuri wewe za Mtume? Jamani, iko hivi. Wanaume kwetu sisi ni viongozi wetu. Kwa kama mwanaume kiongozi kwa mwanamke, unatakiwa umuite mke wako, kaa naye, ongea naye maneno ya busara. Hawezi kukutetea. Hem, tupe hizo hadithi za Mtume kwanza. Kuna hadithi moja inasema, Ndio? ukiona umeoa mke wa kwanza na riziki bado haiongezeki, bado maisha yako magumu, oa mke wa pili. Na ukiona umeoa mke wa pili, unaona riziki bado, oa mke wa tatu. Pia nisikilize, pia ukiona umeoa mke wa tatu na bado riziki haionekani, oa na mke wa nne. Na kama mke wa nne tena riziki haionekani, haiwezekani. Sasa nikwambie kitu hapo, unaweza ukatafuta ushauri kwa baadhi ya watu ambao kidogo wamesoma dini. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Bwana hiki. Habari vipi? Karibu. Bana, nashukuru sana. Habari za? Hadi nikawa. Asante. Naona leo ndio kimechangamka kweli. Kanisa yani. Alhamdulillah. Ila kashata leo hapo. Kashata vipi tena ilikuwa hamna? Yani mpaka kachora kunipikia yani. Ndio wala Sasa sawa. naenda na feli. Kwa sababu mimi unajua napenda kuwa na tafuna vitu vitamu kidogo, ndio naingiza vichungu. Kwa leo tu wewe. Basi haina shida. Bwana tisa. Ndio. Na bora umekuja. Hapa tulikuwa na kipengele kwa ndugu yetu kuhusu changamoto yake akataka kuongeza mke. Anataka kuongeza mke? Mashaallah. Bwana, hongera sana. Hongera sana. Tunamchangia kadi na mchango. Bali Jamani, nataka kunifuata tukao. Ufuata kawa, umu imeisha? Basi dogo sana. Sawa, haina shida. mbali na kadi, kipengele kilichopo ni mke wake hamruhusu kuongeza mke. Mke wake hamruhusu kuongeza mke. Eti bwana hiko. Ni kweli? Ni kweli. Yaani mke wangu hataki kabisa kusikia naongeza mke wa pili. Amekataa katu kabisa kuhusiana na mshahara.
Sasa nashindwa kumwelewa. Kwa nini akatae wakati dini inaruhusu? Lakini kama mwanamke hataki kaka, unaacha. Hapana. Mimi ninachokiona hapa unaweza kukaa kwa tatizo. Mimi sidhani kama inawezekana tu yani mwanamke akatae pasi na sababu. Labda huenda kuna sababu ambazo kajaribu kuwaelezeni huko na pia hamjaziona, labda zinaweza zikawa na point, lakini hiyo kwake zikawa na point pia. Eti bwana hiki. Yaani tatizo ni nini mpaka mwanamke akatae? Kwa sababu mwanamke hana uwezo wa kukukatalia wewe kuoa kwa mujibu wa dini, ila ana uwezo wa kukushauri pia. Sio, naeleka vizuri? Sasa huenda paka kuna tatizo paka kakataa. Labda ni tatizo lipi? Kweli hakuna tatizo lolote. Haiwezekani. Hakuna tatizo lolote lile bwana Taufiki, nakwambia. Au matumizi ni shida kaka. Hapo anaona taka. Kileta na wapili tena. Lakini hilo nalo ni point. Bwana iko katika upande wako wa uchumi ukoje? Maana tunakutana hapa lakini kila mtu anajijua kutokana na madhaifu alionayo na uwezo alionao. Labda je, kutokana katika upande wa kipato ukoje? Jamani, hivi kuna kati yenu hapa mmoja yoyote ule tunakutana mara kibao? Nishakukwambia kwamba unikope shilingi 2000 au unikope shilingi 1000 kwa ajili ya nikalishe familia? Hapana, simaanishi kuwa unajua kuwazima sio kwamba unakuwa huna. Kuwazima ni kuwazima kitu ambacho una uwezo wa kukirudisha. Nikiwa namaanisha kiuchumi, uchumi wako una uwezo wa kuhimili katika kumvisha uliye naye, kumlisha, maana ya kumtekelezea yale majukumu ambayo wewe unatakiwa utekelezee. Hiyo inakuwaje? Ndio hicho ninachotaka kukijua. Huenda akawa anaona kutokana na yeye jinsi alivyo bado tu yeye peke yake hujamtosheleza. Huyo mwingine ambaye utakayemuongeza itakuwaje? Maana yake sasa atakuwa na hali ngumu zaidi ya ile ambayo alikuwa nayo sasa. Makawa kama utaki tena. Uko sawa kabisa. Sawa kabisa. Hebu nisikilizeni kwa makini. Mimi mpaka kuamua kuoa mke wa pili, mimi sio mjinga. Mimi na akili zangu timamu. Hili na nisikilize vizuri Mr. K. Na hapa mada iliyopo ni swala la kuongeza mke wa pili na sio swala la kiuchumi. Kwa nini mnaanza kuingiza mada ilipo? Labda mimi kushauri kitu. Miongoni mwa sheria iliyoturuhusu tuoe, kumbuka hata wanawake pia wana sheria zao. Huenda kuna vigezo vyake binafsi hujavikamilisha, yeye kuhusu itakuwa ngumu. Kweli kabisa. Bwana iko hivi. Unajua katika dunia hii au ulimwengu huu, asilimia sisi watu tumeumbwa na neno ubinafsi. Sio, mnanielewa vizuri eh? Ubinafsi ndio unayotupelekea katika hii dunia kufikia hatua kufanyika uharibifu. Mungu huyo aliyokuruhusu kuoa, huyo ndio aliyetoa masharti ya kuoa. Sio, naeleka bwana hiko. Sasa ninapokuwa nina maana ya kukuuliza, kutaka kujua ili niweze kukushauri, siwezi kupata ukweli zaidi ya wewe ndio kutoa ukweli, kwa sababu wengi tunapenda kutamani nafsi inachokipenda, lakini si sheria inayopenda. So kila kinachopenda nafsi basi ndio kipo ndani ya sheria. Kuna vingine tunavipenda lakini haviko nje ya sheria. Sijui unaeleweka vizuri. Nikisema nje ya sheria kwa maana unakuwa umetoka katika mipaka ile ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Sasa tujaribu kurudi katika masuala ya masomo kwa uchache mimi ninavyoelewa. Hebu nisikilize kwanza kidogo. Katika maelezo yako uliyotoa ni ile swali
katika hivyo vigezo au katika sheria hizo za kuongeza mke wa pili, swala la uchumi au kipato ndio sheria pekee? Mimi naomba niongee kidogo. Hiyo sio vigezo. Alafu kama mtu wako amekataa usiongeze mke wa pili, hebu acha tu. Maana ukilazimisha, unaweza kusababisha maafa kwa mke wako. Alafu Mungu atakuwa apendi hiyo ndoa yako, atakuwa isui kabisa. Unajua, mimi niongea tu. Ukifuata sheria pasipo kuikamilisha vigezo vyake, utaitumia hiyo sheria kumuumiza mwenzako. Kabisa. Hapo hapo kaka, mimi swali. Huyo mkeo mali yake ulimalizia? Zamani sana. Mimi sijaoa kwa kudaiwa. Mimi nimemaliza mahali nikaoa. Lakini dini inasema hivi, huyo mwanamke anataka kwenda kumuoa wa pili, mke wako anajua amemridhia awe mdogo wake. Ndivyo dini inavyosema au nakosea? Uko sawa. Kama nakosea niambia. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Naombeni mnisikilize kwa umakini, mnipe nafasi pia niwasaidieni na tujisaidie wote kwa pamoja. Iko hivi, tunapokuja katika hukumu ya kuoa, sawa, Mwenyezi Mungu anasema wapeni wanawake mahali zao. Kigezo cha kwanza lazima uwe na mahali, ndio kigezo cha kwanza. Na pia alitupa upendeleo wa kuoa miongoni mwa wale tutakaowapenda. Yaani uoe unayempenda, yaani usioe kwa kulazimishwa wala kwa kushurutishwa. Ni kweli unachokisema bwana Iko, mwanamke sio wa kutoa ruhusa wewe uoe. Sawa? Mwanamke inatakiwa umpe taarifa kuwa unaoa ili atambue, ambapo ni kama taarifa zingine ambazo unazowapa wengine. Sio, umeelewa? Mungu hajakufunga kwenye kuoa. Ila anatufunga wapi Mwenyezi Mungu? Anasema hivi. Samahani, naomba niazime simu yako kwa sababu jana nilikuwa naisoma Qur'ani huko. Bila shaka. Sawa. Anasema katika surati Nisa. Surati Nisa anasema, oweni miongoni mwa wanawake mnaowapenda. Sawa? 4, 3, 2. Ukishindwa kuwafanyia uadilifu, basi uoe. Sasa unajua neno uadilifu bwana Iko, hapo ndio huwa kuna shida. Neno uadilifu ni kitu kipana sana ambacho pale Mwenyezi Mungu pale katufunga, ila hatutaki kuona kile kifungo tulichofungwa. Tunakimbilia matamanio ya nafsi. Uadilifu ni uko hapa. Kwanza huyu ulionaye ni kumtendea vile vinavyostahili kumtendea. Elimu ya kijiweni usidharau, ndani yake kuna nuru ya maisha. Twende tukajifunze kwa upendo, kila siku kuna somo jipya. Hakika kijiwe chenye elimu hujenga kesho iliyo bora. Njoo ndugu yangu, twende pamoja tupate maarifa ya maisha. Twende